Okay, nisikilize. Mwaka huu kuna namna Mungu atatengeneza njia ya kukutambulisha na kutambulisha kwamba umebeba nini. Nisikilize, anapotengeneza hiyo fursa, usije ukafikiri imekuja kwa bahati mbaya. Maana kuna wapendwa, fursa inatokea, anacheza nayo. Unapopewa fursa mahali popote, mradi ni fursa imefunguka na Mungu, ni ya kutumia. Hata kama umeenda kama spare tire, wakikupa fursa, ndio mahali pa kuonyesha kwamba hawajaja kwa bahati mbaya. Jamani, haleluya! Kwa sababu kuna watu wanaomba, fursa inatokea, alafu wanacheza na ile fursa. Anataka bembelezwe tena. Yesu alipoona maneno ya mama yake, akagundua hii ni fursa. Kuna namna Mungu anataka aseme na familia yao. Kuna namna ya kitu Mungu anasema, hii ndio ishara ya kwanza Yesu aliyoifanya. Yesu hakuanza na muujiza wa kufufua mtu, alianza na muujiza wa kubadili maji kuwa juisi. Watu wengi leo wanataka waanze na vikubwa, matokeo yake wameshindwa. Nataka nikusaidie, anza na hicho Mungu alichokupa. Hata Yesu hakuanza na muujiza mkubwa, alianza na huo wa kawaida kabisa. Biblia inasema Mungu muinua mnyonge kutoka mavumbini. Anasema kidogo alicho nacho mwenye yake ni bora kuliko mali nyingi ya mdhalimu. Mungu anakupa fursa ndogo ili akuangalie unaitumiaje hiyo fursa. Usicheze na fursa ulio nayo, usicheze na mlango wa uchumi ulio nao, usicheze na utumishi Mungu aliyokupa. Mungu alimpa Yusufu waziri mkuu, lakini alimpeleka kuwa houseboy. Mungu alimuita Daudi, akampaka mafuta mbele ya ndugu zake, lakini wakamrudisha kuchunga kondoo. Daudi akarudi kuchunga kondoo na mafuta yake. Mungu akasema, mmemrudisha kwenye kuchunga kondoo, wakati mimi nimekuja kuwatambulisha kwamba huyu ni mfalme. Sasa nitawaonyesha. Akainuliwa Goliati. Saa Daudi anafika, kipingamizi alichokutana nacho ni cha Eliabu. Anamwambia, najua ujeuri wako. Nini? Madhabahu ya familia inainuka, inamwambia, sikiliza, kama ni heshima tunaitaka, lakini haiwezi kutokea kwenye mlango wako, kwa sababu kikanuni ya Kiyahudi heshima haiwezi kuletwa na mdogo, heshima inatakiwa iletwe na mkubwa. Sikiliza nikwambie, namna watu wanavyokutazama na namna mbingu zinavyokutazama ni tofauti. Hamjanisikia? Shida yetu, tunataka tufanye vitu watu wakitukubali, tupate na watu watuambie sawa sawa. Hapo ndipo penyewe. Daudi alimwangalia Eliabu, akagundua hapa, huyu jamaa anataka kunirudisha kama walivyonirudisha siku ile Samuel amekuja. Na mimi nasema huu ni msimu mpya kwangu, sikubali kurudi tena kwenye msimu wa zamani. Mlango umeshafunguka, hakuna anayeweza kumkwea Goliati, kwa sababu hakuna mwenye mafuta ya kupigana na Goliati, hakuna mwenye neema ya kupigana na Goliati, kwa sababu mafuta ya waliyebeba mafuta walinitupa kule porini. Na mimi nimesema leo sirudi tena porini. Nieleze, atakayempiga Goliati nini atapata? Msimu mpya unapokuja, usije ukafikiri kutekeleza kusudi la Mungu, hilo jipya ambalo watu hawajalizoea, kitakuwa chepesi kwako. Hata Sauli alipoletewa, anamwangalia Daudi, anamtazama Daudi, anamwambia, hebu nipe CV yako, maana nimeangalia kwenye CV za makomando wa nchi hii, sijawahi kusikia hili jina, sijawahi kupewa hili jina. Ambia, sikiliza mzee, CV yangu mimi haiko kwenye faili yako, CV yangu mimi iko kwa faili la Mungu. Sasa sikiliza, alikuja dubu nikamlalua, akaja na simba nikamlalua. Mungu aliyemuua simba, Mungu aliyemuua
dobo atamuua na huyu Mfilisti ambaye hajatahiriwa. Haijalishi uko kwenye vitabu vyao, haijalishi unajulikana na nane, inajalisha nani umembeba. Majira mapya yakija, beba yule mwenye nguvu, beba yule mwenye uweza, beba yule mwenye mamlaka. Hata kama watu hawakujui, hata kama watu hawakufahamu, watakuuliza umetokea wapi, utawaambia nilikotokea sio kitu kikubwa. Tushughulike na sasa, tushughulike na leo yetu, tushughulike na mambo yetu. Usihangaike wengine wameshindwa kiasi gani. Tafuta neema ya Bwana ya kwako. Unajua kuna watu wana tabia ya kukutafutia majibu wakati hayo majibu hayajawasaidia hata wao. Wakati wa maandalizi kila mtu anakuona kama ueleweki vile. Wakati wa maandalizi kila mtu anaona kama unapoteza muda. We tulia kwa Bwana. Kama ni yai linakaaga muda gani? 21. Tulia hapo, atamia hapo. Sasa unapoteza muda, toka. Hata toka kifaranga watachukua wakachemshe wale, ili atoke kifaranga 21. Wakati huo wa kwako ukifika, kila mtu atashangaa, kwa sababu neema inakuja na wewe. Majira yanakuinulia msaada. Mungu anaachilia na msaada. Mungu anaachilia na ujasiri. Mungu anaachilia na masomo. Kama ni injili, Mungu anakupa na injili ya kwako wewe, namna hii ya kwako wewe. Yesu alianza wakati huo wa kwake ulipofika, na wewe wakati huo wa kwako ukifika, usianze kuangalia kushoto, usianze kuangalia kulia, anza. Jamani, haleluya! Usianze kuangalia sijui na mtaji wa kutosha. Kinachotangulia ni maono na ndoto na utayari. Usije ukafikiri ni mchezo kuanza kitu. Ni lazima ukubali kwamba majira yangu yamefika. Utayari wa kufanya. Tumbukiza miguu. Usianze kusema Yordani imejaa. Tumbukiza miguu. Mungu anaachiliaga majira ya kuinua mtu. Unaweza ukakaa mahali watu wanajaribu kukubana kila mahali. Saa ya Bwana ikifika hawatabana. Jamani, haleluya! Saa ya Bwana ikifika hamna. Ni swala la muda tu. Wanaweza wakakutengenezea na walinzi kuhakikisha hausogei. Zinaweza zikawekwa na kanuni za kuzuia. Natangaza 2026 ni mwaka wa kuanza kwenda. Mabibi na mabwana, nimekuja kutangaza 2026 ni mwaka wa kuanza kwenda. Mwaka wa kuanza kwenda. Vilivyokaliwa wamevikalia. Wameitana wachawi wote, wakakaa bila nguo, wakaikalia hiyo nyumba, wakasema hapa ilipoishia kwenye linta ndiyo hapa. Wamekalia ndoa, wakasema hii ndoa haifurukuti. Mabibi na mabwana, ninatangaza saa kenda imefika kwenye ndoa ya mtu. Saa kenda imefika kwenye familia ya mtu. Lazima uanze kwenda. Haleluya!